Junda TV. Tumekutana tena siku ya leo ili tuongelee mambo ya hususan mambo ya Junda, na tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ametuwezesha. Tumekuwa na mchana mwema na familia zetu. Karibu sana katika studio zetu za Junda TV. Jisikia uko huru, feel free. You can now introduce yourself to the public. At least wakujue kwamba wewe ni nani, Dr. ni nani kabisa. Ni nani huyu ambaye amekaa pale na mjadala siku ya leo, sio? Karibu. Asante sana. Mwanzo nashukuru sana kwa sababu ya kuwa na wakati kuingia katika Junda TV, na ni hongera kwa sababu nitakuwa na wakati kama huu kama wana Junda. Yes. Kwa hivyo nakuonyesha kwamba tunapoendelea, huu ni mwamko mpya. Naitwa Ng'ang'a Francis, ni mkaaji wa Mombasa, Kisauni na Junda pale Kajiweni, upande wa Minazini, hapo ni nyumbani. Na mimi pia ni kiongozi wa jamii. Katika muda ambao nimekaa Mombasa, nimekuwa katika mstari wa mbele nikihudumia wananchi wa Junda na wananchi wa Mombasa kwa jumla. Mbona Ng'ang'a leo aje katika studio za Junda TV? Ng'ang'a ni kiongozi wa jamii kwa muda wa miaka 7. Nimekuwa katika uongozi wa shirika moja linaloitwa Shining Hope for Communities, na kabla hayo pia nimekuwa nikihudumia mashirika mengine mawili. Nimekuwa na shirika linaloitwa ECWD, ambapo kazi yake ilikuwa ni kushughulikia masuala ya paralegal. Nimekuwa katika shirika lingine linaloitwa CEPED, Center for Education, Peace and Environment. Ilikuwa nahamasisha jamii mambo ya amani, haswa wakati kama huu wa uchaguzi. Kwa hivyo Ng'ang'a ni kiongozi haswa wakati huu wa siasa, ambapo tunaelekea kuingia katika siasa. Imebidi nikuje katika studio za Junda TV kujitambulisha kwamba kuna mwito pia niko nao kama kiongozi, hata kwamba baada ya kumaliza awamu yangu ya pili katika shirika la Shofco, ninasikia kulingana na vile wananchi na pia wale ambao nimeshawahudumia pale awali wameniambia kwamba nisiende kupumzika, manake bado niko na nguvu, wanaweza nipatia nafasi nyingine nikawa kiongozi wao katika Junda. Nia ninayo kulingana na mwito ambao kuna ndani yangu. Napenda kuhudumia jamii, napenda kuhudumia wananchi, na pia msukumo zaidi kutokana kwa wale watu nilikuwa nikahudumia pale awali, na wakanieleza kwamba ni vizuri kwa sababu Junda kwa muda wa machaguzi 5 ambayo yamepita tangu wakati wa Maimuna, wakati wa mzee wetu, wakati wa Onje, wakati wa Rafael, pia hata wakati huu wananchi wanaona kama hakuna lolote limefanyika licha ya kupiga kura zao kwa wingi, kupiga kura zao kwa wakati, na katika hizo awamu zote hakuna jambo lolote ambao wanaona linaweza kuwa wanaweza furahia kama wana Junda. Na wakaniomba kwamba katika uongozi wangu, wakati nimekuwa katika uongozi kama SG wa Shofco, kama chairman wa Shofco Kisauni, kuna mambo ambayo nimeyafanya na wameweza kuyafurahia. Kwa hivyo wakaniomba mimi naweza kupatia nafasi niweze kusimamia hii leo la Junda kama kiongozi. Leo hii ukichaguliwa, ni jambo gani utafanya tofauti na kiongozi ambaye aliye katika mamlaka siku ya leo? Nitakuwa na msukumo mkubwa sana kukaa na county assembly tupitishe mswada kwamba kila mbunge ama kila MCA aweze kupatiwa ile Ward Development Fund, kwa sababu fedha zipo, matumizi ya hizo fedha ndio mabaya. You are saying lazima kuwe na development fund. Yes. Now I'm asking myself, what if there is no development fund? Hakuna hiyo development fund imetolewa, tutafanya vipi? Tuko na washikadau pia ambaye tunaweza kushirikiana na wao ikiwa labda sheria haitaweza kukubali, ambapo sioni kwamba sheria inaweza kutukataza sisi kama viongozi kupitisha mswada wa kupitishwa ile development fund. Lakini ikiwa itakosa, tuko na washikadau ambao tunaweza kukaa na wao chini tukaongea na tukapata Junda yetu imebadilika kwa sababu ya ile misaada tunapata. Katika siasa za Junda kuna hili janga la ukabila. Je, tutadili na hilo janga vipi? Junda ni Kenya. Junda tuko na kabila zote ambazo zinaishi Kenya. Kwa hivyo hatuwezi sema kwamba Junda ni ya kabila fulani. Lakini shida ni kwamba tukisimama kama viongozi
kila mtu anavutia kabila lake. Na kwa hivyo ningeomba viongozi, sisi wenyewe mwanzo tuanze kuongea na watu wetu. Kwa sababu haina haja ndugu yangu nipigie kura ukijua kwamba Ng'ang'a hataweza kusaidia watu wa Junda ati kwa sababu wewe rafiki yangu. Nipigie kura hata kama mimi si rafiki yangu, ukijua kwamba huyu kiongozi kumpigia kura anaweza kubadilisha maisha ya watu wa Junda na watoto wetu. Kuna siasa za ugavana pia. Ndio. Na nadhani imekuwa ni siasa ngumu kidogo. Umekuwa na marafiki wako. Nakumbuka ulikuwa na rafiki yako karibu sana. Alikuwa anatafuta kiti cha ugavana. Je, atakaporudi uwanjani na pia kuna sofa tumeona mtu ambaye amejitosa uwanjani mtu kama Mbogo, Alimenza. Na wamejitosa uwanjani. Wengine bado wameweka majembe store, si kweli? Mimi kwa mtazamo wangu ningependa kusema hivi kwamba tungependa kiongozi ambaye anaweza kufikia wananchi pale mashinani. Kiongozi ambaye anajua ukimwambia kuna shida Kachororoni, anaelewa Kachororoni wapi. Ukimwambia kuna shida Barawa, yajua Barawa ni wapi. Ukimwambia kuna shida Mikindani kule chini maporomokoni, anaelewa kule ni wapi. Lakini si kiongozi ambaye kazi yake ni kukaa pale town na kufanya mambo yake. Lakini tungependa kiongozi ambaye anaelewa shida za mashinani, ambapo mimi kwa mtazamo wangu naelewa kwamba tukiweza kubadilisha hii system, tuweke kiongozi ambaye ni Mheshimiwa Alimeza Mbogo, ambaye Mbogo kumwambia kwamba Kajiweni ni wapi, anaelewa Kajiweni ni wapi. Ukimwambia Likoni kule ndani kwa Mkoni, atakupeleka mpaka pale. Kwa hivyo mimi mtazamo wangu, watu wa Mombasa na Junda, hebuni tufanyeni uamuzi, manake uamuzi wetu utakuwa ni bora kwetu na maisha yetu na watoto wetu. Kiongozi, naona unampigia Mbogo debe. Hebu tuambie kidogo, maana naona unajua mtu anapopigia mwenzake debe inamaanisha mnakimbia katika mrengo mmoja kitu kama vile. Je, tukija hapa katika mirengo? Swali langu linatoka katika hiyo mirengo. Wewe unaona kwamba hizi siasa za 2027 political parties zitadominate ama kutakuwa na personal decisions? Let me tell you my friend, kwamba siasa ile ambayo tunaelekea sasa hivi haitakuwa ni mambo ya mirengo. Sielewi Mheshimiwa Alimeza Mbogo ako katika mrengo gani. Mheshimiwa Alimeza Mbogo sijui ako katika chama gani. Na mimi pia haelewi katika chama gani. Lakini tutafanya uamuzi kulingana na track record ya mtu fulani. Alipokuwa mbunge wetu wa Kisauni, kuna mambo kadhaa mpaka sasa hivi watoto wetu wanaweza furahia. Kuna shule kadhaa ambazo hazikuwa zimejengwa na leo hii watoto wetu wanasoma. Kwa hivyo si mambo ya mrengo, si mambo ya chama, na si mambo ya urafiki. Alimeza Mbogo pia si rafiki yangu sana. Hata naweza mpigia simu na kosa kuchukua, lakini ni nini ambacho anafanya, na mwenye macho pia haambii fanya nini? Haambii tazama. Tukirudi hapo, yenye umesema track record ya mtu. Swali linakuja kwako kama kiongozi. Kama wewe aspirant. Aspirant wa Junda. Sijui nikuulize vipi, bwana najaribu kuangalia niulize ndugu yangu. Hata niulize tu, hata niseme nitoke. Hata niseme nitoke. Kama wewe aspirant, tutachukua track record yako gani ambayo utasimama na kusema kwamba Ng'ang'a alifanya 1 2 3 4 5 ili tupe uongozi wa Junda? Asante. Mimi katika uongozi ambaye nimekwambia kwa muda wa miaka 7, na mtu hutumia fimbo ambaye yako nayo. Fimbo ambayo nilikuwa nayo ni huo uongozi nilikuwa nimepatiwa na shirika la Shofco. Na niliweza kufanya mambo kadhaa katika Junda ward hii. Ukiingia katika ward zingine zote katika Mombasa mzima, na ningetaka wakati uko na wakati uende utafute ni wapi kuna holi kubwa hapa Mombasa kama ile ambayo imejengwa pale Makumba. Ni wapi kuna maji masafi ambayo yanaoshwa pale kama yale ambayo yanaoshwa pale Makumba. Ni wapi kuna library kubwa sana ambayo inajaa watu wengi kama sio hiyo ambayo iko pale Makumba. Na ilijengwa Makumba kwa sababu gani? Ilijengwa Makumba kwa sababu ya sauti ya Ng'ang'a.
Ilijengwa Makumba kwa sababu ya sauti yangu, kwa sababu wanasema ukarimu huanza wapi? Huanza nyumbani. Hayo ndio niliyofanya, na licha na hiyo opportunities ambazo nilizipata nilikuwa kama kiongozi pale, niliweza kusaidia vijana wetu. Kuna vijana kadhaa ambao wako katika makazi sahihi, wale ambao walikuja kwangu na wakaniambia, Ng'ang'a, wakati kuna hii nafasi tusaidie. Na niliweza kutumia hiyo nafasi kusaidia vijana wetu, kusaidia kina mama wetu na pia wazee, kwa sababu kusaidia mama na mtoto umesaidia jamii nzima. Wasikilizaji, narudi kwenu tena nikisema ni asante. Mmesikia kiongozi wetu Miliza na kujieleza ya kwamba yuko na track record ya kwamba unapoenda pale Makumba utapata social hall iko pale, ukienda pale utapata library iko pale, ukienda pale utapata mambo ya purification inafanyika pale ya maji. Si ni kweli kiongozi? Sasa leo hii tuko na MCA ambaye ni Mheshimiwa Sylvester Tuma Kai. Ni kitu gani ambacho Kai hafanyi kenye unaona wewe unaweza fanya? Ndugu yangu, leo kuna na maswali tata kweli. Mwanzo kabisa hasira zangu na za wananchi wa Juda. Barabara ambazo tulipitia wakati tulipokuwa tunapiga kura, hizo barabara bado ni zile zile. Ukosefu wa maji katika Juda yetu. Kabla tufanye uchaguzi, Juda haswa upande wa Ngombeni, Bezimba, kila boma pale, hata ukienda sasa, hakuna mwananchi ambaye anaweza kutumia maji ya fresh. Wanajuda wamezoea maji yao miaka yote ni maji ya chumvi. Ili hali tuko na uongozi, ili hali tuko na ugatuzi, ili hali kiongozi pia anaishi pale Juda. Jambo lingine ndugu yangu, uchaguzi unakuja na unaenda, na tunapata mbunge, tunapata gavana, tunapata MCA. Kiongozi ambaye yuko sasa hivi, jambo la kwanza alikataa kufanya kazi na mbunge ambaye wananchi walimchagua. Na kukataa kufanya kazi na mbunge ni kukataza wananchi haki yao, na kukataza wananchi maendeleo yao. Kukataa kufanya kazi na gavana, na wewe ni kiongozi ambaye umechaguliwa, ni kukataza wananchi wa Juda haki yao na maendeleo yao. Mimi kama Ng'ang'a, ikiwa nitapata hii nafasi, kiongozi yoyote ambaye wana Juda utanipatia, niko radhi kufanya kazi na yeye kwa sababu ya manufaa ya watu wa Juda. Nimesikia umesema jambo kwamba amekataa, hataki kufanya kazi na mbunge, hataki kufanya kazi na gavana. Haya, na rais naye pia hataki kufanya naye kazi. Masuala ya national government, hayo yako mbali kidogo na sisi. Manake anayetushikanisha na national government aswa tuseme ni mbunge na pia gavana. Kwa hivyo gavana ikiwa atafanya kazi na rais, obviously matunda yatamfikia mwananchi wa Juda. Ikiwa Bezimba ama bunge wetu atafanya kazi na rais, hakika lazima matunda yamfikie mwana Juda. Na kulingana na katika study zako za kisiasa, ukiangalia katika ile national diagram ya siasa, ukiangalia katika ile tuseme national politics, yes, kuna mrengo ambao unasema sasa ni opposition, na kuna ile tunasema national government. Yes. Je, unaona kwamba hii mirengo miwili hapo mbele utakuwa na usumbufu kidogo? Maana nasikia kuna Matiang'i, kuna Rigi G ambao ni mzee, nasema yeye ni sikiza ground. Sasa alafu sasa pia tumepata kujua kwamba kuna Jubilee pia inaanguka. Na usisahau kuna fakta ya ODM, na kuna fakta ya UDA ambayo iko katika uongozi, ambapo ni mamlaka ambayo yako kwa sasa. Je, kama wewe kiongozi ambao uko katika mada hii ya siasa kwa muda mrefu, unaona kwamba hapo mbele kutakuwa vipi mambo ya political parties? Ndugu yangu, kwa masuala ya national politics, bado vikao vitafanywa, bado mazungumzo yatafanywa. Kwa hivyo ni bayana kwamba kwa saa hii hatuwezi kuwa na jambo la kusema kwamba itakuwa ni Matiang'i, itakuwa ni sikiza ground, ama itakuwa ni nani, kwa sababu siasa hubadilika. Na tuko na miaka miwili
ambayo inakuja. So na tunaomba sasa wewe unasema leo Matiang'i anaweza fanya na kazi na Ruto. Wanaweza, ina uwezekano kwa sababu siasa haina uadui. Ina uwezekano pia Matiang'i afanya kazi na Skiza Ground ambayo ni kwa sababu siasa hazina uadui. Kwa hivyo kila mtu pale anaweza fanya kazi na mwenzake. Wale ni nyani wa moja, msitu ndio umebadilika. Zuri sana. Na kuregesha tena kule kwa word. Asante. Nimekwambia leo nitakujibiwa. Nitakurotetisha na kuregesha tena kwa ground. Asante. Je, MC leo katika mamlaka siku ya leo? Ndio. Akisema leo anafanya kazi na Bezimba, je, Bezimba anaweza fungua moyo wake kumkaribisha? Itategemea moyo wa mheshimiwa Bezimba. Lakini tangu awali tumeona kwamba amekataa kufunguka kwa mheshimiwa wetu ambaye ni mbunge wetu. Na ndiposa hata junda yetu hii masuala ambayo yanafanyika katika, tunashukuru pia Mgala muue lakini haki yake mpe. Licha ya mheshimiwa Sylvester kukataa kufanya kazi na mheshimiwa Bezimba, Bezimba bado yuajikakamua na anafanya 1, 2, 3. Na tumeona yale ambayo ametufanyia kama wanajunda. Umesema Mgala muue na haki mpe. Ndio. Kai hakuna kitu amefanya chochote. Kwa kweli, kwa mtazamo wangu na mtazamo ya wale watu wa junda, haswa mimi niko katika mashinani kila wakati, nikitembea nikihudumia vikundi za kila mama, vijana, na kwa mtazamo wangu na kusikiza kwangu, wananchi wanasema hawana lolote wanaweza kujivunia kwa hii miaka 3 ambaye mheshimiwa amekuwa kama MC wao. Sasa your final remarks, hebu waambie kitu watu wa junda. Kile ningetaka kuambia watu wa junda ni kwamba kura zetu zaweza kutupatia maisha mazuri, kura zetu zaweza kupatia maisha mabaya, na watoto wetu wakaumia miaka mingine 5. Mimi ni chairman wa Shofco Kisauni. Na itakapofika mwezi wa 8 mwaka ujao, awamu yangu ya pili itakuwa inakushia hapa. Na kwa hivyo watu wa members wetu wakaniambia bado na nguvu. Na kwa hivyo itakapofika mwezi wa 8 mwaka ujao, nitaacha kile kiti na nijiunge katika masuala ya kisiasa. Kwa hivyo ningeomba wananchi wa junda tushirikiane. Maisha yetu yako katika zile kura. Dakika 20 ama 10 ambazo tutatumia pale katika kituo cha kupigia kura inaweza badilisha maisha yako ama inaweza kuumiza maisha yako kwa miaka 5. Asante. Si wanasiasa tunakaribisha jamii mzima, tunakaribisha wafanyabiashara, tunakaribisha mama na vikundi vyao. Junda TV.